amesema kuna mbegu zaidi ya pesa tu ambazo tunaweza kupanda, hasa tunapokuwa na mahusiano yetu na Mungu. 0725606060 ni nambari yangu ya simu hapa studioni, na mchungaji pia atakuwa anakupatia nambari yake kabla tuondoke. 0725606060 ndio nambari ambayo ujumbe wako unatufikia ama simu yako inatufikia. Tuombe na wewe namna gani usiku wa leo kabla tukamilishe kipindi hiki. 0725606060 tupigie simu, tuandikie ujumbe mfupi na angalau tukaweze kusoma ujumbe wako. Wale ambao mnafuatilia, wale ambao mmekuwa mkifuatilia pia online, asante sana kwa kufuatilia 107.3 FM. Na tumepokea prayer requests zenu, hasa ndugu yetu kutokea maeneo ya Bomet, dada yetu kutokea Mauti, na mtumishi wa Mungu anakwenda kuomba pamoja na wewe. Unasema nawapata vizuri nikiwa Brook, napenda mniombee kazi yangu iwe sawa. Huyu ni Gideon Kisirei. Asante sana kwa kusikiliza. Mtumishi wa Mungu anakwenda kuomba pamoja na wewe. Asante sana kwa wale ambao umeweza kushare pamoja na sisi. Endelea kutuma ujumbe wako, nikiuona nitamsomea mtumishi wa Mungu. Lakini napenda tu kurejesha kwake, maybe aseme kitu kwa hawa ambao wanahitaji maombi kwa ajili ya familia, huyu ambaye ni mgonjwa. Alafu tunakwenda kuomba, kisha baada ya hapo atakuwa anatuongoza kwa maombi. Mchungaji, nikaweze kurejesha kwako hata kwa hawa ambao wanahitaji maombi, hata kabla tuombe waambie kitu, kisha utatuongoza kwa maombi, alafu tutakamilisha kipindi namna gani. Asante sana mtangazaji. Nataka tu kumwambia Miriam, nimesikia Miriam anasema nimwombee amani. Naam. Nataka tu nimsaidie Miriam. Amani ya kweli Miriam. Ningekuomba sana Mungu akupe neema kusoma sana Biblia. Yes. Kwenye kile kitabu cha Ayubu ile 22 mstari wa 21, neno la Mungu linasema mjue sana Mungu ile na amani, ndipo mema yatakapokujia. Nataka tu kusema Miriam, Mungu akupe neema ya kuwekeza sana kwa Mungu kwenye neno la kusoma neno. Amani ya kweli inapatikana sana unapolisoma neno la Mungu likakaa kwa wingi. Kwenye kitabu cha Wakolosai 3:16 neno la Mungu linasema, mtumishi wa Mungu anasema Paulo, neno la Mungu likae kwa wingi ndani yenu. Kwa hiyo litakupa amani. Pata muda wa kusoma neno. Na pia nataka tu kumwambia msikilizaji wangu Gideon, nimemsikia anasema anataka tumuombe kwenye eneo la biashara. Lakini nataka tu kukuambia Gideon, endelea kuwa mwaminifu. Kama sio mwaminifu, basi uanze kuwa mwaminifu kwenye fungu la 10. Ni kweli Mungu ameahidi kwenye Kumbukumbu la Torati 28 ule mstari wa 8 atabariki kazi ya mikono yetu. Lakini pia ukisoma kwenye kitabu cha Malaki ile Malaki 3 mstari wa 10 anasema leteni zaka kamili. Ukiendelea hapo utakuta anasema, ndipo anasema, anazungumza, anasema kwamba atamkemea yule alaye wala ataharibu mazao ya ardhi yetu, lakini pia atatufungulia madirisha ya mbinguni. Kwa hiyo kama sio mwaminifu kwenye fungu la 10, naomba Mungu akupe neema 2026 basi uweze kutembea kwenye uaminifu kwa habari ya hilo. Lakini pia wewe unayemulia na changamoto ya magonjwa, nataka kusema Yesu yuko hapa hata leo. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Mathayo, ile Mathayo 9:35 anasema alipita mijini na vijijini akiponya magonjwa yote na madhaifu ya kila aina. Kwa hiyo jioni ya leo tarajia unakwenda kupokea uzima, unakwenda kupokea afya kabisa, na wala usiogope. Mungu yuko pamoja na wewe. Lakini mwenye changamoto ya familia, usiogope. Changamoto zinatupa matumaini na changamoto zinatupeleka kwenye baraka. Kwa hiyo ninaamini Mungu kabisa anakwenda kupita kuponya ndoa, kama ni familia, watoto, Mungu yuko tayari anaponya, kwa sababu ametuahidi kwenye kitabu cha Zaburi 37 mstari wa 5, tumtumaini naye atafanya. Kwa hiyo jioni ya leo uwe na imani, uendelee kumtumaini, mambo yote anakwenda kufanya na yanakuwa vizuri kabisa. Kwa hiyo nitakwenda kusimama, nimependa kukutia moyo katika hayo maneno machache. Uamini kabisa Mungu yuko pamoja na ninyi na anakwenda kufanya jioni ya leo. Basi nitakwenda kuomba. Wewe ambaye una changamoto ya ugonjwa wa tumbo, hebu weka mkono hapo mahali. Lakini wewe ambaye una changamoto kwenye eneo la biashara, hebu amini kabisa, wewe ndio unajua sehemu unakofanyia biashara. Mimi nataka tu kusema amini kwamba Mungu anakwenda kupita jioni ya leo
na ninaamini utakwenda kutoa ushuhuda kwa sababu anakwenda kututendea. Ametuahidi kabisa kwenye Zaburi 66, Daudi akasema kwamba utisha kwa mambo awatendeaye wanadamu. Sasa sisi ni wana na pia ni wanadamu, kwa hiyo neema ya Mungu ipo, tunapomuomba anakwenda kufanya. Basi tuende tukaombe pamoja. Lakini hata na wewe ambao unanisikiliza online, ninaamini kabisa Mungu yuko pamoja na wewe. Kuna maeneo ambayo umekata tamaa, umechoka, lakini jioni ya leo nataka tuungane pamoja. Amini kabisa Mungu anakwenda kufanya, na wala usikate tamaa. Basi nitakwenda kuomba katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa sababu wewe ni mwema na ni mwaminifu. Bado tunakuamini, na neno lako linasema kwenye kitabu cha Waebrania 11 mstari wa 6, yeye amwendeaye Mungu lazima amini yupo na huwapa thawabu wale wakutafutao. Tumekutafuta jioni ya leo. Tunawaleta wagonjwa wote, ni pamoja na Gideon ambaye anasumbuliwa na ugonjwa wa tumbo. Ninaomba neema yako ipite katika jina la Yesu Kristo na kumpa uzima. Neno lako linasema kwenye kitabu cha Mathayo 9:35, ulipita mijini vijijini ukiponya wenye magonjwa na madhaifu ya kila aina. Ndivyo hata jioni ya leo ninaomba pita kwa mgonjwa huyu ambaye anasumbuliwa na tumbo, na wagonjwa wote mahali popote walipo duniani. Naomba ukawaguse katika jina la Yesu, ukawape uzima, ukawape afya, ukawape uponyaji katika jina la Yesu. Nami nakemea roho za magonjwa na madhaifu ziwatoke na wapokee uzima jioni ya leo katika jina la Yesu. Wenye changamoto za biashara, tunaamini wewe unaweza katika jina la Yesu. Ninaomba neema yako ikapite kwenye biashara ile. Biashara ile vile vitu ambavyo wanaviuza vikauzike katika jina la Yesu. Milango ikafunguke kwa jina la Yesu. Ni milango ya wateja ikafunguke kwa jina la Yesu Kristo. Ni milango ya fedha, yamkini labda ni nyumba anapangisha haina wateja, kwa jina la Yesu Kristo akapokea wateja. Yamkini labda anapangisha wale ambao wamewapangishia hawana fedha za kuwapa. Naomba ukawafungulie fedha ili wakampe yule mwenye nyumba katika jina la Yesu. Ninaomba Mungu kahusike. Wako ambao wanapitia changamoto za kwenye ndoa, wanapitia changamoto za watoto, naomba Bwana katika jina la Yesu, kila aina madhaifu yaliyo kwenye hizo familia, yaliyo kwenye hiyo ndoa, yakaondoke katika jina la Yesu. Hayana mamlaka juu yao. Ninayakemea kwa jina la Yesu. Adui ibilisi, achia hiyo familia, achia hiyo ndoa, achia huo mwili, achia hiyo kazi. Toka katika jina la Yesu. Hauna mamlaka. Ninakung'oa kwenye hiyo familia. Roho za magonjwa ninazing'oa na kuziondoa. Hazina mamlaka katika jina la Yesu. Ni mapando ya mafarakano na magomvi, ninang'oa kwa jina la Yesu. Hayana mamlaka kwenye hiyo ndoa. Ni mapepo kwenye kazi, ni mapepo kwenye ndoa. Toka pepo, toka jini, toka nguvu za giza, toka nguvu za uganga na uchawi na ushirikina. Hauna mamlaka juu ya hiyo familia. Ninakuchomoa. Hauna mamlaka katika jina la Yesu. Ninaomba uzima kwenye ule mwili Bwana, kwa jina la Yesu Kristo. Ninaomba afya njema kwenye ule mwili katika jina la Yesu. Ninaomba amani kwa yeye kuwa na amani, akapokea amani jioni ya leo, akapokea utulivu kwa jina la Yesu Kristo. Roho za mahangaiko na masumbufu ninazing'oa kwa jina la Yesu. Hazina mamlaka. Bwana, ninaomba tembelea watu wako, watu waliosikia jioni ya leo. Ninatangaza ushindi kwao 2026. Acha wakaone wema wako, wakaone fadhili zako. Milango ya baraka na mafanikio ikafunguke kwao kwa jina la Yesu Kristo. Naondoa uzito kwenye maisha yao, naondoa uzito kwenye ndoa zao, kwenye kazi zao kwa jina la Yesu Kristo. Milango ya baraka naifungua, milango ya mafanikio naifungua kwa jina la Yesu Kristo. Nguvu za giza naziondoa kwenye maisha yao, hazina mamlaka tena katika jina la Yesu. Baba, mkumbuke yule asiyekuwa na kazi, ukampe kazi kwa jina la Yesu Kristo. Baba, ninakusihi yule asiyekuwa na fedha kwa ajili ya elimu ya mtoto, acha jioni ya leo akapokea fedha kwa ajili ya elimu ya mtoto kwa jina la Yesu Kristo. Baba, wahudumia watu wako wanaosikia jioni ya leo, watembelee, wakumbuke Bwana. Kumbuka haja zao ukawatendee, kumbuka maombi yao ukawatendee, malengo na mikakati walio nayo 2026 Bwana, ninaomba ukawatendee, kawajibu Bwana.
Asante kwa sababu umesikia unakwenda kutenda. Ndio. Na wakabidhi mikononi mwako, wewe uliye na majibu yao, ukawape majibu Mungu, kwa jina la Yesu Kristo. Asante kwa kuwa wewe ni mwema, maana fadhili zako za milele unakwenda kutenda. Wale ambao hawajakujua na jioni ya leo wamesikia ujumbe huu, wewe nguvu yako ikapite Bwana, wakafunguliwe kutoka kwenye hivyo vifungo vilivyowafunga ili wasikujue. Baba, ninaomba mkono wako ulio na uweza na nguvu ukawapitia na kuwafungua kwenye hivyo vifungo vilivyowafunga, vifungo vya uharibifu, vifungo vya giza, vifungo vya miungu, vifungo vya mapepo, wakafunguliwa na kuwa huru kwa jina la Yesu Kristo. Uwe huru kijana, uwe huru mama, kwa jina la Yesu Kristo. Tunakutoa kwenye umateka, tunakutoa kwenye giza, tunakutoa kwenye laana, tunakutoa kwenye mikono ya ibilisi. Uwe huru kwa jina la Yesu Kristo. Bwana, asante kwa sababu unakwenda kutenda sawasawa na wema wako. Ni katika jina la Yesu mwomba na kuamini, amina. Amen. Mpendo msikilizaji, tunafikia tamati ya kipindi cha Sauti ya Matumaini, na tunashukuru kwamba Mungu amekuwa wa baraka, Mungu amekuwa mwaminifu kwetu. Tunapofikia hapo, Mungu akubariki sana. Karejea tu kwa mchungaji ili kwamba akaweze kutuaga, kukumbusha jina, kanisa anapohudumu, na vile vile endapo utahitaji kumfikia ama kuwafikia na kuwatembelea pale kanisani, atakupatia direction na pia nambari ya mawasiliano. Mchungaji. Asante sana. Nataka tu kuambia msikilizaji wangu, tunapenda kukaribisha. Tuko pale Grace Church House, ni hapo Nyagacho Stairs. Tuko chini ya uangalizi wa Reverend Thomas Kiprop pamoja na Pastor Monica, na utampata Pastor Ebeneza hapo, na namba ya simu ni 0711443628. Karibu sana. Nitarudia tena 0711443628. Tunapenda kukukaribisha kwenye ibada zetu. Ibada zetu zinaanza Jumapili saa 3 mpaka saa 6:30. Unaweza ukatutembelea pale, lakini pia tutakuwa live kuanzia mwezi wa pili. Mwezi wa pili tutakuwa live lunch hour kuanzia saa 6 mpaka saa 7 kamili. Tutakuwa tuko live, tutakuwa mnatupata pale, na tunaweza tukashare 1, 2, 3. Tutakuwa online. Kwa hiyo tunapenda kukukaribisha kuanzia mwezi wa pili, kuanzia tarehe ya 1 na kuendelea. Tutakuwa tunaonana online, lakini pia tunaweza tukaongea mambo mengi. Tunakukaribisha sana. Asante sana na Mungu akubariki. Amen. Asante sana Mchungaji Ebeneza, na kama ulivyosikia msikilizaji, kutokea pale Grace House Church pale Nyagacho, barabara ya kuelekea mjini Stairs, tunafika pale. Katika ibada za Jumapili umekaribishwa, na tunashukuru sana kwa kututembelea. Asante kwa kutuhudumia usiku wa leo. Mungu akubariki mchungaji. Amina. Asante sana. Mungu akubariki sana. Nimefurahi. Amen. Mungu akubariki mtumishi wa Mungu. Asante. Na hapo ndio tunakamilishia msikilizaji. Endelea kusikiliza 107.3 FM kwa vipindi ambavyo viko mbele yetu. Hii ni Radio Light and Life 107.3 FM. Umekuwa ni wakati wetu huo wa kipindi cha Sauti ya Matumaini. Usikose kukisikiliza wiki ijayo.